kama kweli tafsiri ya kuchanganya dini na siasa ni hiyo ambao mnaitafsiri wengi wenu, basi tambua kwamba hata Yesu mwenyewe aliuawa, aliteswa kwa kuchanganya dini na siasa. Narudia tena, hilo nielewe. Yesu mwenyewe, Yesu ambaye wewe unamfuata, Yesu ambaye ndo mwana wa Mungu, hata yeye aliuawa kwa kuchanganya dini na siasa. Kama tafsiri ya kuchanganya dini na siasa ni hii ambayo ninaisikia kwa wengi wao, ni hii ambayo wengi wao wanaiongelea, kama kweli tafsiri ya kuchanganya dini na siasa ni hiyo, basi nikwambie kwamba Yesu pamoja na wanafunzi wake wote nao waliuawa kwa kuchanganya dini na siasa. Unaweza kusema kwa namna gani? Nikwambie tu kitu kimoja. Mafarisayo na waandishi wale walikuwa ni mamlaka, ile ilikuwa ni mamlaka, zilikuwa ni tawala. Zamani zile mkuu wa dini alikuwa ni mtawala, alikuwa na mamlaka serikalini, alikuwa na wazifu serikalini. Sasa Yesu alipokuwa anawaambia, enyi Mafarisayo, wana wa majoka, wanafiki, alikuwa anawaambia watawala. Wale Mafarisayo walikuwa watawala, walikuwa na mamlaka zote za kumfanya mtu chochote, kumweka gerezani, kumfunga, kumkamata. Sasa kama walikuwa ni wakuu wa dini tu, walikuwa wajihusishi na tawala, hiyo mamlaka ya kuweza kumkamata mtu na kumtia gerezani waliitoa wapi? Walipata wapi mamlaka ya kumshika mtu, kumshtaki na kumweka gerezani na kumfunga? Ukitaka kujua hilo, ngoja nikusomee katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9 kuanzia mstari wa kwanza. Nasema, lakini Sauli akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kuenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Akaenda kuomba kibali kwa kuhani mkuu, akaenda kuomba barua kwa kuhani mkuu. Kama sasa hivi watu askari anavyoweza kwenda, anaweza akachukua kibali labda akachukua kibali labda kwa mkuu wake kwenda kumkamata mtu fulani, labda kwa alasio kwa nani. Sasa kuhani mkuu pia walikuwa ni wakuu serikalini, walikuwa viongozi wakubwa serikalini. Kwa hiyo Sauli zamani zile, ambaye ndio Paulo sasa, kabla ya kuwa kuitwa Paulo, alikuwa ni Farisayo. Ndio maana ukimsoma katika nyaraka zake nyingi anasema, mimi kama ni ufarisayo, nilikuwa Farisayo na litairiwa siku ya 8. Ni Mwebrania wa Waebrania, anajitaja pale, anajaribu kujifafanua ni mtu wa aina gani, ni mtu wa aina gani. Sauli kipindi kile alikuwa Farisayo, kwa hiyo elimu ya dini ilikuwa pale. Lakini pia tukimsoma kwa upande mwingine, kwa sababu ya zamani zile wakuu wa dini ndio walikuwa watawala, huyu alikuwa ni askari mpelelezi, yani wale tisi, alikuwa ni usalama wa taifa. Ndio maana alikuwa anaenda kuomba kibali ili akawakamate watu wote wanaohubiri injili, wale wanafunzi wa Yesu, wawakamate na kuwaleta Yerusalemu, wawafunge. Sauli alikuwa na uwezo wa kumuua mtu yoyote. Huyo naye alikuwa ni usalama wa taifa. Sasa wewe, nataka nikujibu ambaye unasema acha kuchanganya dini na siasa. Kama kweli tafsiri ni hiyo, basi tambua kwamba Yesu na wanafunzi nao waliuawa, waliteswa, walipigwa, walijeruhiwa kwa sababu ya kuchanganya dini na siasa. Kama kweli kumwambia mtu ubaya, kumwambia mtu mabaya anayoyatenda aache, bila kujalisha nafasi alionayo serikalini, bila kujalisha hadhi, cheo, ukubwa au namna yoyote ile ambayo anatafsirika katika jamii. Wewe ulichokume kilenga ni kumwambia aache ubaya. Kama kweli kumwambia mtu hivyo, kumkemea, kumkataza asitende ubaya, eti kwa sababu ni mtawala, eti kwa sababu ni mkuu fulani serikalini, basi nataka nikwambie hata baba zetu hawa, Yesu pamoja na wanafunzi, waliuawa kwa sababu ya hilo. Ndio maana ukiangalia upande mwingine, Yesu anamwambia Herode, anasema kamwambie yule mbwea. Herode ni mfalme, lakini alivyoletewa habari kwamba Herode anataka kukukamata, anataka kushika, akasema kwamba kamwambie yule mbwea. Unamuita mfalme mbwea, anamuita Herode mbwea. Kweli kabisa. Na Biblia inasema kwamba alijaribiwa katika mambo yote, lakini hakutenda dhambi.
kwa sasa hivi dhambi, sasa hivi kwa walimwengu wa sasa hivi, kitendo cha kumwambia Herode mbwea, yani hiyo ni tafsiri ya kwamba wewe umetenda dhambi, umekosa nidhamu, umetenda dhambi. Kwa hiyo vitu kama hivyo mimi nataka niwaambie nyie wanadamu, mimi nataka niwaambie kwamba huko sio kuchanganya dini na siasa. Kumwambia mtu ubaya wake sio kuchanganya dini na siasa. Kama tafsiri ni hiyo, basi tambueni ya kwamba Yesu pamoja na wanafunzi wake walichanganya dini na siasa, ndio maana waliuawa. Ndio maana nimekusomea katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa kwanza, anasema lakini Sauli akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu akataka ampe barua za kwenda Dameski. Kuhani mkuu ni nani huyo? Akamwendea kuhani mkuu ampe kibali cha kwenda kuwakamata wanafunzi. Kuhani mkuu huyo ni nani? Alikuwa ni mtawala. Kwa kumbe kama nyie tafsiri yenu ni hiyo ya kusema kwamba unapomwambia mtu ubaya bila kujalisha cheo alichonacho, hadhi alionayo, wazifa alionao, bila kujalisha hayo yote, unamwambia tu ubaya nao utenda ili aache, kwa sababu ule ubaya una madhara kwake na kwa watu wengine. Kama kuambia watu hao ni kuchanganya dini na siasa, basi sisi hatutakuwa wa kwanza. Yesu naye alichanganya dini na siasa. Wanadamu, mimi nataka tu niwaambie kwamba eleweni maana na tafsiri ya injili ni nini. Lakini pia kuna dada mmoja nimemwona naye ni msumbufu sana. Anajaribu sana kutaka kujiona ni kama najua maandiko. Kila ninapotoa klipu anasema imeandikwa tini mamlaka, ananitajia na kifungu kitabu cha Warumi kwamba imeandikwa tutii mamlaka. Mimi nataka nimwambie huyo dada, kabla sijaja kumshukia, nataka nimwambie kwamba Biblia ilivyoandikwa pale, ukisoma vizuri utatoka na maana iliyolengwa. Haikusema kwamba tutii mamlaka kwa kila kitu, imesema tutii mamlaka katika mema. Ndio maana kuna mahali anasema kwamba wataka usimwogope mwenye mamlaka, tenda mema. Kwa mimi nikitenda mema sitaki kumwogopa mwenye mamlaka. Mwenye mamlaka inatakiwa nisifie kwa kutenda mema. Kwa hiyo sio kwamba Biblia ilisema kwamba tutii mamlaka kwa kila kitu. Na ndio maana hao wakina Paulo ambao waliandika hizo nyaraka wakasema tutii mamlaka, waliuawa na mamlaka hiyo. Kama kweli maana ilikuwa ni hiyo ya kutii mamlaka kwa tafsiri hiyo ambayo wewe unayo kichwani, ambayo wewe umeiweka kichwani, kama ilikuwa ni hiyo, kwa nini Paulo aliuawa na hiyo mamlaka? Kwa sababu Paulo alifia gerezani, alikatwa kichwa, alifungwa gerezani mpaka kauawa huko akiwa gerezani. Kama maana ilikuwa ni hiyo, basi hata Paulo hakuitii mamlaka, alivunja mamlaka, na ndio maana ilimshikilia ikamweka gerezani na kumuua. Wanadamu, muwe mnaelewa. Mbona mna vichwa vigumu sana? Mnatupa wakati mgumu sana wa kuwafafanulia, lakini vichwa vyenu ni vigumu, vimeganda. Hiyo sio maana ya kutii mamlaka. Kutii mamlaka sio huko. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuweka sawa ili wanadamu muweze kujua kwamba sisi tunachoendelea nacho kukemea na kupinga ubaya sio kwamba tunapambana na mamlaka, wala hatuchanganyi dini na siasa, wala atupo kwa ajili ya kutokutii mamlaka au kutokutii maagizo yanayotolewa na wenye mamlaka. Hapana. Sisi kama watu wa Mungu, mtu wa Mungu hana mipaka ya kukemea dhambi. Hajawekewa mipaka kwamba watu fulani usiwakemee, watu fulani usiwaambie ubaya hata kama wanaendelea na ubaya. Hapana. Kila mtu, sisi sote ni sawa mbele za Bwana.